Niambie. Muda sana. Niambie ndugu yangu, naona upo ulingoni. Maisha magumu yaelewi, sielewi. Maisha magumu gani bana? Mwenyewe mnatunyima riziki, wale ndo wanga nyie. Wanga wapi, unapata muda wa kuladi mandazi mchana kote huo. Mandazi si unaona hiki ndo tangia juzi ile sijala, natafuta cha kujipatia sipati. Nimeona tu nimeenda kuomba huko. Nikapewa tu andazi hivi ndo unapata kula sasa hivi. Yaani ndo msosi wa mchana. Ndo msosi wa mchana huo babu. Haya nileta mapya. Siku nyingi sana kitambo. Mapya bana, mimi kuna demo ananivuruga hapa, wewe acha. Hizo unajua hayo ndo mambo sasa. Mambo vipi ndugu yangu, inatakiwa tunasaidiana kimaisha. Wewe ule demo anapitaka sana hii mitaa. Na hata hivyo saa 7 utamuona kapita hapa. Hii mitaa hii. Hii mtaa. Anapita sana. Onja basi na wewe mshikaji wangu. Bana usikatae na wewe chakula bana. Mungu apendi. Kwanza hiyo ni dhambi ukimkatalia mwenzio. Sio mambo hayo, unaniuzi bana. Sasa wewe demu ile saa 7 lazima apite hapa mitaa hii. Mitaa hii anaenda kununua mahitaji wewe. Au ndo unamsubiria nini? Yule mzana nivuruka, yani ananifelisha mpaka kazini kule, nimefukuzwa kwa ajili yake. Kisa demu. Bana wewe unacheza na demu. Hata mambo hayo bana. Sasa mimi yule demu inabidi unisaidie kitu kimoja. Ndio. Wewe mwanaume mwenzangu, kwa sababu siwezi nikatoka hapa nimfuate nikamwambia mwanamke mwenzake. Kweli point. Haiwezekani. Sisi ndio inatakiwa tuambizane wanaume. Unaionaje hiyo? Imeisha hiyo. Simekaa fresh. Lakini unampenda au unahisia naye au ndio hisia za Mbagala? Ule demu yani nampenda kinyama, akinikubalia yani tapiga shangwe. Wewe waza tu uzinzi. Sasa niambie. Nataka nikusaidiaje? Ule demu nataka unisaidie kitu, namtaka sana na ninamtafuta kwa hamu, ila mimi nashindwa kuzungumza naye. Manake unajua wewe labda jasiri kidogo, mimi na kiuoga. Hebu nifanyie msaada bana. Maisha haya bana. Tuombe Mungu apite. Atapita hii saa 7, mimi nakwambia. Mimi kila siku nakaa hapa nakula bangi, nafanya nini? Mashikaji zangu sema tu hawajaja. Umeona kitu hicho? Ndio yule. Kile kinatokea ndio hicho. Ndio huyo. Mimi ndio yule nakwambia sasa. Nipe dakika hizi. Ngapi? Dakika 3. Uhakika? Ndio mimi naitwa Mr. Romantic. Bana usije ukanigeuka mwenzio. Hatutaelewana nakwambia. Na mimi. Nipe 5. Na mimi. Dakika hizi 3 kazi. Fresh. Maisha na kukubali. Sister. Habari yako? Salama, mambo? Poa, mzima? Mzima. Wow, unaitwa nani? Cecilia. Ni nzuri Asante. Unatokea wapi huko? Naishi hapo Mtaambele. Mtaambele. Naenda tu gengeni hapo kununua vitu basi. Mbona sura yako haifanani na kwenda gengeni? Kwani usi unapata vitu supermarket unaweka ndani? Mimi wa gengeni tu. Bado sijafikia huko kwenda supermarket. Bado. Tuachane na hilo. Kwanza nikushukuru kwa hekima na busara ambayo umeonyesha hapa kukuita na kusimama. Wanawake wachache sana wenye hekima kama unayo. Naweza kuuliza swali, una mtu au umeolewa? Hapana, siolewa. Maana yako uko single? Wow. Sema kweli, tusipoteze muda kuzifanya mahubiri sana. Sema kweli, nimekuona tu hapo unatokea huko, moyo wangu kahisi ndio mtu ambaye nilikuwa namuota, nilikuwa namuwaza kila siku. Kwa nikaona ngoja nifikishe ujumbe kwako. Sema kweli dada, nimetokea kukupenda. Yani yule msichana hata nitashangilia kweli, yule lazima nimpate mamake. Yule lazima aangukie kwangu.
We, nikipeleka chuma hicho kwa wazazi. Asante. Ila labda nipe muda kidogo wa kufikiria alafu nitakupa jibu. Hapana. Kwa unaenda kujadili na nani hilo swala? Najadili peke yangu kichwani. Sasa mbona? Ila lazima nipate muda wa kukaa kufikiria. Unajua kuanzisha mahusiano sio jambo rahisi. Lazima mtu uamue. Hapana. Kwa hiyo nipe muda kidogo. Hata siku moja tu. Nitakupa majibu au hata baadaye naweza nikakupa jibu. Siku moja ni ndefu sana. Kwa mimi hapa nimekuelewa sana. Mbona kinakubalika? Mzazi lazima atoe mahali hapa. Vipi? Yana. Amalize tu na kuzungumza. Amalize basi, hata niambie kakubali au kakataa. Basi sawa, kwa kuwa umesema utanipa jibu baadaye, basi nipate basi namba yako kama utojali. Ili hata kama utanipa hata kwenye SMS, unaelewa mazingira sasa hivi digitali zaidi. Oh, Cecilia sio? Utasema sisi. Basi poa. Mimi naitwa Dani. Naitwa Dani. Namba yangu ni 71. Ukiona pokea basi simu sawa. Basi baadaye. Oa. Niambie, Imeisha hiyo. Imeisha? Kwa kweli? Kama kumsukuma mlezi. Wewe sije ukanidanganya mimi nikawa nasubiria hapa. Sikia sasa. Nipange. Demu kuelewa. Kanielewa. Kumbe ndio mwenyewe na wale alikuwa amesha kuelewa kitambo. Usiniambie. Kitambo sana. We, sema changamoto. Hebu niambie. Kaniambia hivi. Yeye alikuwa anakupenda. Sema wewe ulikuwa unaogopa kumwambia. Sasa uoga, si unajua uoga nao, kumbe uoga nao hasara. Hebu niambie sasa. Yaani hapa mzigo upo sokoni. Shwari. Wewe sikilizia sasa. Lakini bana we. Umza wote nataka sikilizia kwanza. Lakini kasema hivi. Kasha nipatia namba. Kasha nipatia namba. Kasha kupatia hadi namba. Wewe mimi si unaniamini? Nakwambia hizo yani hilo. Hebu nipe 5 kwanza ya kishikaji. Unaumiza. Akasema hivi wewe, akasema naishi pale mtaa pale hapo tu hapo hiyo. Sisi kwa mzee nani kasema, lakini kaniachia mawasiliano. Anaishi kwa wazazi au anaishi peke yake? Wewe hayo maswala nishakilia kote. Yaani hapa nishakilia kama wewe kama tiketi nishakata. Wewe ni kupanda kwenye basi na lakini dogo akasema kwamba ana shida na hela. Sina mwelekeza yote, akasema kwamba mnataka muonane na mtoto wa kike, ila unaye na wewe lazima uwe smart. Ndio. So akasema umpatie 200,000 aende shopping. 200,000 aende shopping. Bana hii mimi nina simu hii hapa, hebu nenda kaliuze. Si ninapata wateja sasa hivi. Na aina gani? Usiangalie aina gani, wewe kauze kitu hicho. Si unakiona kabisa kitu kipya. Ndio hivyo, sinaniamini? Na kuaminia mara 100. Imeisha. Sasa mimi sinifelishe. Sikia sasa. Mimi nitaenda kuuza simu, hapo nitampatia hela, ataenda shopping, hapo baadaye mtakutana. Mimi nitampangilia mfanye mkutane. Sijui unanielewa sana. Wewe jiandae au naona unataka uende. Na wewe jiweke vizuri basi. Unajua mtoto mkali. Imeisha hiyo babu. Nenda sasa hivi kauze hili tambo bana. Jiweke vizuri. Si unajua mtoto mzuri. Wewe nenda kauze tambo. Fresh. Changamka tupate hela sisi.